السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuanza kwa kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salamu zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Usul Al-Thalatha, na leo tumefikia sehemu inasema i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi. Wenye vitabu tuko pamoja? Ndio. Anna al-hanifiyata millatu Ibrahim an ta'buda Allaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَعْنَى يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Sawa sawa. Fahamu arshadaka Allahu, akuongoze Allah tabaraka wa taala. الرشد الاستقامة عن طريق الحق. Neno rushd ni Sheikh alikuwa anamuombea dua wanafunzi wake na Waislamu wote kwa ujumla, Allah awape msimamo, awape istiqama ya kudumu katika njia ya haki. Kama mnavyofahamu, ni wangapi ambao walioamini lakini baadaye wakatoka imani? Ni wangapi ambao walifuata mstari wa ukweli lakini baadaye wakarudi nyuma, kukosa ule msimamo? Msimamo katika dini ni muhimu sana, ni kitu tunatakiwa uombe mara kwa mara katika maisha yako, Allah akupe msimamo. Kwa hivyo Sheikh akaanza kuomba dua, Allah fahamu, tambua, elewa, Allah akuongoze, akupe msimamo katika njia ya haki, li ta'atihi, katika kumtii Allah tabaraka wa taala, katika kumtii. Muwafaqatul murad, na hapa ni kuwafikiana na malengo katika kuyafanya yaliyokuwa mazuri, kwenda sambamba katika kuyafanya yaliyokuwa mazuri. Fi'lan lilma'muri, katika kuyafanya yaliyokuwa mazuri. Wa tarkan lilmahdhuri, na kuacha na yale yaliyokuwa, kuachana na yale yaliyokuwa mabaya. Ndio kwenye taa, kumtii Allah tabaraka wa taala. Anna alhanifiyya, kwamba alhanifiyya tutaka alfasiri ile neno ni kumili kutoka katika itikadi ya kishirikina, kumili kwenye upande wa tauhid, kujitenga kutoka mshiriki na kuelekea kwenye tauhid. Hilo jambo ndio mila ya baba yetu nani? Ibrahim. Mila, ili neno mila leo silifasiri kwanza kitaalamu,
lakini nalifasiri kimazingira tunavyoishi. Lakini huko mbele ndio tutalifikia tulipe tafsiri zake zote. Leo watu wengi badala ya kuishi kidini wanaishi kimila. Watu wanaishi kimila. Na ukifungua mlango wa mila, kila watu wana mila zao. Tutagongana. Ndio unakutana kwenye harusi wa baba harusi wana hii mila. Kwa mama harusi na wenyewe wana hii. Wakikusanyika fasi moja fujo inatoka. Ya nini? Na sisi mila yetu ni millatu abikum Ibrahim. Mila ya baba yenu Ibrahim ndio mila yetu sisi. Dunia nzima tuwe na mila moja. Tazama saa leo watu kwa kwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu. Na Waislamu wakiwemo kwenye ndoa zetu tunaenda kinyume. Kwa mfano, kuna mila imekuja ya kishika uchumba. Ndio ile anatumwa dadangu pale alisema nani ulimuita nani? Mshenga. Anapeleka barua. Hizi ni mila, sio mdini. Anapeleka barua. Ila wanaila kiubaridi, kiulaini kabisa. Na siku ya mahali wataitoa yeye. Amini kutumia barua ningekuwa inajuzu ningetuma barua siku ya mahari natoa yeye. Ni milioni nishakatanguliza laki. Toa laki 9. Ile haihesabiwi kiuja, kwani na uhesabiwi? Tunauliza ni zawadi? Ni sadaka? Eti kishika ujumbe. Mila. Pana mila wakati baba harusi anakuja kumchukua mama harusi. Ataenda kumfunua. Amfichuni. Mwalimficha nani? Nani aliyemficha mpaka mde kumfichua? Na masutu hapo ndo anapendanga sana hapo. Wanasogea kabisa. Kisha baba harusi anashindikizwa na wanaume wengine baki. Hata ni mwanamama mtanakiba ambaye alikuwa anavaa nikabu, hiyo siku anafanyaje? Na wanaume wote wanamuonea mtumia kwa. Vitu gani jamani? Millatu abikum Ibrahim. Mila yetu sisi sio huko. Achaneni na hayo. Kisha ndo amemshika mkono anataka kutoka. Wakina shangazi kacha wanatinga pale kumlango. Wabinamu ibnu ammi, mtoto wa baba mkubwa wa baba mdogo au mtoto wa dada, wanakwenda kutinga pale. Kama sio wizi nini? Kama sio wizi ni nini? Hatoki hapa mpaka mtalipa hela, halipi. Za nini? Mahali hajatoa, aishatoa. Hizo anazo nzalini. Za nini walifanya nini? Au abinamu mpaka tuwape hizo, walifanya kazi gani? Kama sio bandi na wizi tu. Tena wana haya. Mimi nimemshindikiza kijana kwenye harusi huko. Miaka imepita nilikuwa bado ningali kijana. Rafiki yangu sana, tulikuwa tunalala nyumbani chumba kimoja, tumeachana siku anaenda kuoa. Kwa harusi yake tunataka kumtoa maharusi hivi, wakina binamu, shangazi kaja wamejaa. Hampiti hapa, hakuna la ushehe hapa, mtatoa hela. Nikawatizama nikamwambia bana, mwenye ana shida atanikuta msikitini nimtangazie. Wewe kama una shida njoo nitakutangazia msikitini, sio nitingia hapa. Wakawaza ni utani. Nikamwambia jamani, mtatupa njia, hatutoi njia. Haina shida. Mimi si ndio naongoza harusi. Baba harusi na harusi wameshikana, nikapiga mkono katikati yao pa. Na harusi rudi ndani, wako na wamekataa. Mimi naenda na baba harusi. Na mtamziwia.
Mkimgusa huyu napandisha kanzu. Napandisha kanzu kabisa. Wakaanza ni utani. Nikamtoa barusi. Barusi mwenyewe anachanganyikiwa. Mimi ndio naongoza ndoa, twende. Waache na marusi wao. Wakati wanatufuata wanasema mmoja kabeleka wanakwenda. Kama mama mlikuwa mjui. Mtatutafuta mwenye. Mwe ndio mtatutafuta. Mama harusi anaanza kilio huko ndani. Tukaenda fungua mlango na mwambia barusi ingia, anasema kama ingia mzee tunaondoka. Shoferi ingia mgari washa tuondoke zetu. Sio alikuja kutomba msamaha. Basi shehe tunaomba msamaha, kamchukue na nani sasa mleteni mwenyewe. Wakamleta, kaingia ndani tukaondoka. Chini vitu wenyewe vinavyo mtini. Wewe kama unashinda njoo msikitini tutakutangazia. Sio ndio kutingana watu kwa furaha zao unaona kuta kuingiza habari zingine huko. Hiyo yote ni katika mila ambazo mdini hamna. Hamna. Watu wameliweka tu. Mila kwenye ndoa. Eti kama ni siku ya 7. Siku ya 7 anaenda kumsohora, mwenyewe mkuingiza. Yaani mnaenda kumtoa ndani, mwenyewe mkuingiza ndani. Mme ndio kumuingiza ndani, mwe mnaenda kumtoa kimakamati. Tena nani aliwaambia kama ni siku ya 7? Kutawa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mwanamke aliyepata kuolewa ni siku zake 3. Hizo siku 7 ni stop. Siku 7 ni za mwanadada ambaye hajaolewa. Basa mwa mezalia kila siku 7 wanatoda kumrongo kama sio watoto wa bata, wamejipanga. Wamebeba na tuvitunga feki. Afu waongo. Kitunga kikubwa kumbe mle ndani mna kilo moja maharagwe. Vitunga vimecha. Hata mwenye kumsaidia baba harusi anaona hela. Venye walimpelekea vinatosha. Kumbe maskini hamna kitu. Uongo tu. Wanatoda kumstari. Hiyo mila mmetoa wapi hiyo? Hakuna katika Uislamu, hakuna. Hamna hicho kitu. Na Waislamu hasa wewe kina mama ndio wanaenda pale. Wengine tukutana na eti ndio Waislamu. La ilaha illallah. La ilaha. Wanaongeza na bid'a juu. Unaona? Mkizua tu jambo la dini hamna, shetani anaprofitia, anaingiza vitu vingi. Mila ni Ibrahim. Huyo ndugu zangu ndio tunatakiwa sisi wote tuende. Hakuna mtu kuleta dawa. Kabila yetu tunafanyaga hivi, hii kabila tunafanya hivi. Hakuna vitu vyote vilikuwa mkasi na Uislamu. Tunakwenda na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia salafu salih. Bas. Hapaza kutonda mrongo mpaka kwa maharusi huko. Wakifika kule wanafanyagaje? Wanawapikia wali. Acha uogo. Kumbe ni wale wanaenda kutinga. Acheni. Acheni baby. Acha. Mwana mama binti yako anaolewa anakuja anambia shehe, lakini mimi nimezidiwa, naona familia inataka tu, Allah naye anataka. Allah amekataa wa makana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra. Haikuwa kwa mwaminifu mwanamume na mwaminifu mwanamke Allah akihukumu jambo wao na khiari yao. Allah amesema hivi sitafanya hivi. Mnapingana na Allah. Sasa ndoa nyingi leo zinakosa baraka na sisi tunachangia vitu vingi, watu wamefutika ndoa ambavyo hamna kabisa. Bali wengine wanafanya na shirki. Mila zao binti ataolewa kesho, leo wanaitwa wazee, wale wazee sana. Ndio tunakuja kumpa baraka. Baraka. Wanamtemea mate kumgongo. Wamla mlani huyu. Yaani ujinga ndugu zangu ni mzigo wa Allah. Watu wanakulani eti wako na baraka inatoka kwa nani? Kwa Allah. Bas. Wewe baraka utapata wapi wewe? Wewe mwenyewe huna. Kwa hivyo ni katika matatizo ambayo yanatokea huko. Bali na zamani palikuwa mengine makubwa. Alhamdulillah
Mwalimu wangu Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah aliyapigaga vita, hapana mchezo. Yaani hivi hata akifanyika watu wanaona ni kituko. Mambo ya chauni. Hivi na hicho kisa kuisha si nini? Bado vingaliki. Kuna wale Waislamu ambao maskini hawako. Kabisa. Bila hata huzuni wallahi. Wanaitoa shuka huko eti wanaipeleka kule. Hamsikia haya. Hasa wakina shangazi kaja hapo ndio fasi zao. Hayo yote ni mambo ya uzushi ambayo hatutakiwi siku yafanya. Vile vile kwenye kilio watu wanatumia mila. Watu hawavai viatu. Machupa toka. Kuna wengine hawali, mimi nawapendaga sana. Mwacheni kama ataenda kuiba mihogo huko na nini. Wewe unakataa kula. Na hiyo ni mila yake tena. Kuna ile mila ya kwenda kulala kilioni. Hiyo ikifika mkina mama na matela anahamisha bila hata haya. Mwenda kutinga vyakula kilioni. Mwingine kabisa familia nzima, mama, baba na watoto. Ni babu yake na mchomba wake wa shangazi. Wewe ndugu. Yaani ndugu hata jina hakuna. Watu wanafonde tu ili ende kalale wapi? Kilioni. Na wengine la ajabu anataka kumwacha mume wake, mimi anakwambia na mimi sibaki tutalala wote huko. Wewe unalala mwana wake naye analala kule. Mnatingana na hela. Yaani chakula tu saa 6. Wewe ndio msha. Wengine anaenda kutembea huko saa 5 ameshafika. Tena sura ya huruma. Wacha kabisa. Wacha wewe ngoja tu ule, wacha kidani. Uroho unawaangaisha watu. Hicho kitu katika Uislamu hakuna. Mtume aliwahimiza maswahaba zake akawaambia at'imu ala Jaafar, pelekeni chakula kwa watu wa Jaafar. Jaafar alifishwa, mpelekeni nyinyi chakula. Sio tena mwenye huyu mtu ana msiba wa kufiliwa, mnamuingiza na msiba wa hela. Msiba wa hela. Haya mambo hakuna katika dini. Na wengine wanasema sisi ni wa familia ni siku 7. Birinda vinapikwa hapo na vilio vinashindana mpaka mkavipa majina. Yesi pana kilio cha sangara na cha nonzi na cha nini? Cha rengarenga. Hicho akipati watu saa 6 wanaona ugali huko tu na rengarenga hapa wapi. Lakini kuna wengine watingesi na dagaa hawaachi. Bwana inshallah taala mpaka tueleze siku 7. Ile ni kuonyesha ya kwamba watu hawakuridhia makadara ya nani? Ya Allah. Kilio ni kwa wale wahusika. Na wengine siku zao hizi. Kisha siku 3. Hizi mila zote hakuna. Kwenda kutingana na vyakula kilioni. Hili jambo limekatazwa katika dini. Ni sisi ndio kufanyaje? Wakupeleka chakula. Hiyo ni katika mambo ambayo yamekatazwa. Mwanamama sasa mwenye kufiliwa amekaa eda, nikamchagulia nguo. Tena kitambaa kibaya kile cha nani wanakitaka je? Popeline. Unajua nini? Hizi iko moeda, yani hata akipita hapa mtu ule amefiliwa. Jilbab ni kivazi chake cha kila siku. Mwanamume wa Kiislamu akitakutoka na vazi jilbab. Ndivyo Allah kampangia. Wewe ukiamua pinga, lakini mwenye amri yake kuna siku utafanyaje? Utakutana. Ndio tena mpendeaga Allah. Hana haraka.
wa umli lahum inna kaidi matin, nawapa kamba ili vitu vyangu liko imara. Sasa yule mwanaume yuko mueda, hakuna vitu speciali vya maajabu, amekatazwa sio ajipodoa kwa kiwanja manini, hapo utakuwa tafuta marefu. Juu kawaida mwanaume akiwa mueda, hata mwanaume mwenyewe ana nia ya kumuoa, sheria imemkataza kumtamkia wazi. Asalamu alaykum. Nikamfahamisha ndio kisha nitakuoa. Naam, nimekatazwa. Alionyeshe katika matendo tu. Anapita pale ananiletea zawadi. Yeye bwana nikamepata kama nini? Mpaka mwenyewe anaanza kutuliza, mbona sana. Wewe mwenyewe mawazo anaanza kuna nini? Lakini asitamki. Huu ndio Uislamu. Walate wakosaji. Tena wanakuwa wanakuja na kuuliza, nasikia panabaki wiki moja. Nasikia panabaki siku wanatingana na wali na maharage ile siku. Kisha eti wametandika kanga hapo. Hela za majumu. Watataka luneno. Hela za majumu. Wanadurisha bwana. Ukija kusema 100 50. Yaani hiyo 100 yake anapewa rusali la wale wapata hivi. Anakanyaga sawa sawa na kwa 100 yake. Hakuna hicho kitu. Kama msikili huruma, mtu amefanya miezi 4, ukafiliwa na mwenzenu ni mjane. Hamsikili huruma kweli. Mnaenda la kumalizia kabisa na mwenye alikuwa anabakia nao wote mtafune. Hizo ni itikadi za Kikristo. Ndio wanafanya kitu kama vile. Badala kuwapelekea wale wafiwa, wanaenda wananua makarua kwenda kuweza kula makaburi. Siku hizo wameanza kujenga, wanajenga kabisa na kanyumba tena vioo vile ya kutoka Ulaya. Na wanaezeka juu, atatoka siku moja wanapumzika hapo juu. Tatizo. Tuamke jamani, tuamke. Millatu abikum Ibrahim. Dini yetu ni dini na mila, vyote vimeenea. Chenye akikusema hicho hakimu jamani, hakina nafasi. Hakina kabisa. Naam. Kwa hivyo mila yetu sisi tuchunge hata wakati wa kutoa mtoto nje. Ndio Kiswahili hicho. Sisi tunaita ni hakika jamani. Na hakika ni kile kichinjwa, kimechinjwa kwa ajili ya yule mtoto. Kama vile assurance kwa Allah tabaraka wa taala. Bas na mengine ambayo yanafanyika pale hapo kwenye mpangilio maalum. Sio unamtoa mtoto anamweka muungo. Akiponyoka hapo wanamweka mtoto muungo. Dakweresu Burundi, dakweresu Rwanda, na kuonyesha Burundi, na kuonyesha Rwanda. Yeye mwenyewe unaona haioni. Wewe ukose kuonyesha basi hata Maka. Unaonyesha matatizo. Kwa hiyo sote tunatakiwa tufuate mila ya baba yetu nani? Ibrahim ambaye Allah tabaraka wa taala ambaye ni huwa Khalilur Rahman, ni kipenzi cha mwingi wa huruma Allah tabaraka wa taala. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah alimchagua baina ya watu Ibrahim, ule ni rafiki yangu, ule wa ndani kabisa. Hebu fikiria hicho kitu, daraja aliyopewa Ibrahim. Lakini jamani, kila siku ili ufikie kwenye ngazi ya juu kuna mitihani inatakiwa upitie hapa, ikusafishe. Napenda kuwakumbusha ile mithali ya tafari la kuchomwa na tafari libichi. Tafari libichi ni lukubwa, si ndio? Ndio. Tunawezekana ngapi? 500. 500. Uchukue hiyo. Katafari la kuchomwa ni kadogo. 150. Haya matafari aina mbili. Ya wapi anajenga nyumba ya thamani? Wewe jenga nyumba lako kubwa na hatari nzuri, lakini matafari mabichi. Siku ya kuwa mtu anaangalia matafari mabichi anaondoka.
wale. Lakini tafari la kuchomwa ndio zinapigwa kule. Mwanachuoni mmoja akawa anasema wakutania eti siku moja tafari la kuchomwa ilikutana na tafari libichi. Yakawa wanaongea. Tafari libichi likamuuliza tafari la kuchomwa eti, "Wewe ulipata thamani kiaje? Mbona unajenga tu nyumba nzuri nzuri, unapelekwa fasi miji ile mizuri mizuri, lakini mimi Mwenzake akamwambia, "Naona nataka kufikia daraja." Akasema, "Na mimi niko na hapo kabisa." Akaambia, "Ukubali na wewe uchomwe." Kubali na wewe uchomwe. Akaambia, "Mimi mwenzangu walinichukua waleta jembe wakapiga hivyo wakusanya udongo." Tafari libichi akasema, "Na mimi walifanyaga hivyo hivyo." Wakamwagia maji wakaponda. Tafari libichi akasema, "Na mimi kwa hivyo hivyo." Wakaniandika kujua. Tafari libichi akasema, "Na mimi hivyo hivyo." Akasema, "Lakini sasa nilichukuliwa nikaingizwa fasi wakatupanga, walileta hizo kuni, tulichomwa mpaka wengine wanageuka wekunda." Wasema, "Hii sio rangi yangu, hii ni rangi ya kuchomwa hii." Sasa na wewe ukitaka kujenga nyumba za thamani, kubali chomwe. Hii dunia hii ina mitihani. Ibrahim alayhi wa ala nabiyina sallallahu alayhi wasallam, mpaka Allah amchague kuwa ni mpenzi wake kabisa, alimpisha katika nini? Katika mitihani. Miongoni mwa mitihani aliyopitia ndani yake, kwanza alizaliwa kwa baba mushriki. Baba yake wengine wanasema baba mlezi, Azar. Alikuwa ni mshirikina. Kisha huyo baba yake ndio mwenyewe anatengeneza masanamu, kisha anampa mtoto wake mwanaume Ibrahim aende akauzishe. Na Ibrahim tangia mudogo ameshaelewa tauhidi, ameiva. Anajua hii ni miti haifai wala haidhuru, anajua hii ni mawe yamechongwa, anajua huu ni udongo havifai. Lakini baba anampa amri, nenda kauzishe. Alikuwa anafanyaje Ibrahim? Anachukua ile miungu imetengenezwa ndani ya mbao na miti, anaifunga kamba shingoni, kisha kamba anazifunga hapa mkiuno, anaenda anakimbia barabarani, anaziburuza chini ile ale masanamu. Na anatanua Mungu, anda utanunua wewe, mbona uko unaburuza chini tena? Wewe sema tutanunua. Yaani anayaibisha kufanya watu wasifanye nini? Hii havifai jamani. Wewe ulikuwa ni mtihani aliupata mudogo. Mashtaka yale kwa baba yake. Ule mtu wako anaibisha. Alikuwa anafanya acha kishazunguka mjini hivyo, afa anaenda saba, anaenda mtoni. Anawaambia ile masanawe, anawaza tumetembea sana rafiki zangu. Anaanza na mwe mmechoka. Acha kwanza na mwe mnywe maji kwanza. Anachukua ile misalamu yote alitoa ndani ya maji. Yaani anafanya nani wa kuyaibisha? Mashtaka yale kwa babake anasirika, atakupiga, atafanya nini? Wao ulikuwa ni mtihani ambao aliueshi nabii wa Allah Ibrahim. Mpaka habari ikenda hivyo ikafika mpaka kwa mfalme Namrud alayhi laana. Alikuwa ni mfalme katili wa hatari. Yeye alikuwa anawaamrisha watu wamwabudu. Wana kanisa kubwa wameweka masanamu na yeye mwenyewe anamwabudu. Habari zikamjia ya kwamba hapana. Mwisho Ibrahim alivyoona watu wake hawaelewi, alienda anabunda mpaka kaingia kanisani na shoka. Vunja vile sanamu vyote vya kanisani, akavunja vyote. Akaacha sanamu kimoja kikubwa zaidi ya vyote. Akachukua kale kashoka akakiweka hapa kubega. Akachomokea zake yake. Jamaa wametoka kwenye sherehe zao huko, wanarudi kufika kanisani, mipanda wanaikuta na mbele ya mlango. Man faala hadha bi alihatina, nani kawafanyia waungu wetu haya mambo? Huyu mtu ni dhalimu kabisa. Watu wakainama. Sema kuna mtu na kuna kijana nasikia anaitwa Ibrahim, ndio mwenye anawasemaka vibaya waungu wetu. Wakasema aletwe hapa kwenye mahakama. Aliletwa miguu haifiki chini Ibrahim. Wendo ni man faala hadha bi alihatina, nani wafanyia waungu wetu hivi? Ibrahim akawatazama, akaambia isanu kabirahum,
Uliza yule Mungu mkubwa, mbona yeye anakuwa na shoka? Sawa. Labda alisirika kuona mnamwabudu na mwingine Mungu pembeni, alitaka muabudu mwenyewe na vunja mwingine wote. Wakamwambia wewe hujui kama yule asemaje? Akamwambia ufilakum, tokeni hapa. Sasa mnaabudu tena kisemi. Hasira ikawapanda. Walikusanya kuni mwezi mzima kwa nchi nzima za kumchoma mtu mmoja. Unasikia mitihani? Sasa wewe ukiguswa tu kidogo, sijui Mungu nilimkosea nini? Wewe unajua makosa yako. Hauyajui kweli. Unajifanya kama vile wewe ni mwera ndani mtakatifu. Eti haujui kufanyia Allah nini? Maneno mabaya sana haya. Kila hata mwiba Mtume alifundisha, ukichupuka na mwiba muombe Allah msamaha. Unakosa yenye Allah atakukosoa. Naam. Ibrahim aliletwa mbele ya watu akavuliwa nguo mbele ya umma nabii. Lakini walipokonga moto ukawa mwingi, ile harara ya moto wakashindwa nani kusogelea ule moto. Watamuunguzaje? Shetani akaona wanataka kunusurika. Akawaletea fikra. Tengenezeni kitu kama vile mjareti. Naona topito. Mpira mnavuka mti huko na huko naweka alafu mnamshatua inaangusha. Shetani akawaletea hiyo radi. Wakamfunga pale wakamrusha Ibrahim. Wallahi yuko juu. Malaika mbinguni walishindwa kuvumilia. Waliporomoka kwa kasi sana malaika Jibril mpaka anamfikia anamwahi Ibrahim. Hajaanza kuteremka baba alikuwa anapanda hivi. Anamwambia Ibrahim yuko hewani, nikusaidie nini? Kitu kama unahitaji nikusaidie. Sikiliza watu wenye kumjua Allah. Ibrahim akamwambia kwa huyu muda sihitaji msaada wa viumbe, nahitaji msaada wa Mungu. Sitaki msaada wote. Mimi namtaka Allah mwenyewe hapa. Mpaka malaika anasema wallahi wewe unastahili kuwa mpenzi wa Allah. Uko hewani. Leo sisi ukiguswa tu kidogo tu unakanyaga amri ya Allah basi nitafanya tata. Allah anaona kama wewe bandi. Anaona kama wewe jangiri. Ukiguswa unatumia hiyo msiba ndio fursa ya kufanya madhambi. Ni wamama wangapi leo kufiliwa tu na mme ndio fursa kufungua mlango wa uzinifu. Mwili shehe. Una vile Kiswahili wenu. Roho haina mfupa, utaka wewe na mfupa. Muombe Allah kuwekea mfupa roho yako uone. Chini vile hivyo. Kwenye mtihani Allah ndo anakutizama. Na wallahi ufanya subira Allah anakupandisha. Ibrahim yuko hewani, anaambia sitaki msaada wako, nataka msaada wako. Amri ilitoka pale kwa Allah, ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ewe moto kuwa baridi na amani kwa Ibrahim. Aliteremka ndani ya moto, chenye moto uliunguza kama alizokuwa amefungwa. Ndio ziliungua ili abaki huru. Na Allah akasema wewe na amani, maana moto uligeuka baridi kama vile barafu. Allah kaongeza na salama ili usimwangamize, asifi Ibrahim kwa baridi ndani ya moto. Moto unabaki unawaka lakini hauna nguvu ya kuunguza. Mpaka alivyotolewa ndani ya moto yuko kwenye msimamo. Hii ni mitihani aliyoipitia. Baada ya kuoa Ibrahim, Allah alimjaribu upande wa kizazi. Leo mwanamama akawie kuzaa. Familia nzima inasimama. Leo miezi 6. Hana hata kichezo jamani. Isweli hata ile hana kichezo. Wewe utapata kichezo. Watu wanakuwa na nini? Wao kina shangazi kacha hapo wanaanza kujitokeza. Hata mama fulani alikuwa hivyo. Lakini walimshughulikia. Wamefungua milango ya ushirikina. Ibrahim mpaka mgongo umeshaanza kukunjama, mpaka mke wake ameshakuwa zee kongwe, lakini wako kwenye mstari. Na kitu kikubwa hawakukata tamaa mpaka mzee. Rabbi habli min salihin, Mola wangu niruzuku mtoto mwema. Nasikia hiyo tu. Twende. Sisi mpaka usemi
niruzuku mtoto mwanaume tu. Hausi kwa bandiwa mpaka kwa unasikitika kwa nini mzaa. Ni wangapi wako na watoto wanawake ndio wenyewe wanawafaa? Wanaume majangili. Omba mtoto mwema. Ibrahim akamwambia Allah, naomba mtoto Habeli, mimi na swali, nipe tu mtoto mwema Mola wangu. Allah jalla jalaluhu alimruzuku kwanza kwa mke wake mdogo bibi nani? Hajar. Akamzaa nani? Ismail. Lakini bibi mkubwa huku anaitwa nani? Sara. Na yeye anaona kisima zake, anaambia mtoto, hamu ya mtoto inapanda. Ibrahim anayaona kwamba mke wake mkubwa na hamu. Anamlilia Allah, 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 Allah. Siku moja yuko uwani tu ameikaa. Amefunga mlango, anaona kwa watu wawili wako uwani. Nimepita wapi? Watu wengi leo ni hivyo. Anatoa salamu kisha kwa uwani. Huyo Yesu ndiye. Na mpendaga sana shehe wangu, shehe yake afingwa kwa. Anakurudisha kwanza nje. Ndio nyowe ametulea shehe yake na shehe Yusuf Mahmud. Wao wanatoa darasa pamoja. Hivi yeye kwa hapo mara. Ukiingia anakurudisha kwanza nje. Ndio afundisha pale. Kwa salamu, ukivimbana katicho. Sasa Ibrahim anashangaa watu wawili wako uwani. Mwani aje? Lakini alikuwa ni mkarimu sana. Akatuma wakalishie kondoo kule. Chinja kondoo tu akilimo wageni. Leta pale kondoo mbele yao, wageni wanataka. Mungu akamwingia mboo. Mbona jamani hamli? Kwa alikuwa ni malani kwa mtumwa na nani? Na mke wake Bibi Sara yuko mlangoni. Fabasharna, tukampa bishara njema Bibi Sara, wana bushra. Tukampa bishara njema Bibi Sara kwamba atamzaa mtoto. Alishangaa mpaka mwenyewe akazungumza lugha ya ajabu, aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shay'a. Wakumana simamie wabwe. Dela ya wailata Kiswahili kizuri ya Kongomani, mie wabwe. Mtasaaje mimi wa ana ajuzun, na mimi ni mzee kongwe, wa hadha ba'li shaykha, na mume wangu na yeye taabani. Hili jambo la ajabu. Malaika anaambia ataajabina min amrillah, unastajabia amri ya Allah. Mepesi hayo. Akamzaa mtoto anaitwa nani? Lakini kabla hajamzaa Ishaqa, Allah alimpa ungine mtihani. Mtoto wake wa kwanza Ismail, Allah akamwambia mchinje kwa mkono wake. Na hii mitihani yote aliiweza. Baada ya kuiweza, Allah akasema inni ja'iluka linnasi imama, nimekuchagua tangia leo wewe utakuwa ni imamu wa dunia nzima. Ndio maana madini yote yanamkubali nani? Ngoni sio kurwa babu wenye waaminifu. Kwa nini alifikia daraja? Alivumilia. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahun. Allah anaweka saini kwamba tulimjaribu Ibrahim kwa mitihani mingi, lakini yote alipambana nayo. Na wewe katika hali zako zote unazijua mwenyewe na uzito wako. Jikaze. Allah hamjaribu mtu isipokuwa anampenda. Unasikia nini? Hadithi sahihi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah akimjaribu mja wake ni ishara ya nini? Ya mapenzi. Na anataka sasa ukivumilia akupandishe nini? Daraja. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni mila ya baba yetu Ibrahim. Mila gani sasa kwenye vitabu? Mila gani sasa hiyo? Anta'budallaha wahdahu, ni kumwabudu Allah yeye peke yake. Peke yake. Mukhlisan lahu din, na kumtakasia dini. Usiletileti vya kwako ama fondano ni dini.
naleta uzushi, watu wa bid'a. Na mara tumimbo. Sasa hivi nakuwa na kucheza, wanacheza. Watu wanakatika kabisa. Fanya mduara. Hamna hiyo sio katika Uislamu, hamna. Ni kumwabudu Allah yeye peke yake. Usimshirikishi na chochote kile. Yeye peke yake Allah, na umtakasie dini. Neno ibada bimafhumiha al-aam hiya tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Allahu akbar. Neno ibada kwa ufahamu wa neno hilo wa ujumla ni kumdhalilikia Allah, kukubali udhalilike mbele ya Allah. Na leo watu wamekataa kudhalilika mbele ya Allah, wanadhalilika mbele ya viumbe. Wanadhalilika mbele ya viumbe. Mwanamama amepatwa na mtihani, anaenda kwa mfumo. Anaenda kwa wanaisha ni mashehe, kumbe eti ni walimu, kumbe ni wafumu. Anakufahamu? Mambo yako ni mazito. Wao utakafanya nini? Wabandiwa. Waisko, wezi. Mambo yako ni mazito. Sasa mwalimu nifanye aje ambaye usina? Hivi umefika hapa basi. Ungechelewa siku 3, ulikuwa umekwisha. Umekwisha. Atafuta hela huyo. Ukikataa kudhalilika mbele ya Allah, utadhalilika mbele ya viumbe. Naam. Anakuambia wana sasa hapa kuna dawa. Lakini dawa inatoka mbali. Toka mbali. Kantafutie chura kiliofiwa na shangazi yake. Katafute wewe chura aliyefiwa na shangazi yake. Wewe utamjua. Leo kienda sio hichi. Mwizi huyu. Abu Hamananiza, tunasema mlugha yetu tamu ya Kirundi. Anakuletea mambo ambayo hayawezekani. Chura aliyefiwa na shangazi yake utamtoa. Utamtoa wapi? Kama wewe umeshindwa basi usina matatizo. Mimi mwenyewe leo usiku nitakwenda ujinini. Nitakwenda ujinini, maana wajinga ndio wadua. Amkeni. Tukubali tudhalilike mbele ya nani? Ya Allah. Ndiye pale unaweka uso wako chini. Allahu akbar. Ndio maana salafuna swale alikuwa akitokiwa na hali ambayo itamfanya asisujudu, analia sio kwa ajili ya ugonjwa, analia kukosa namna kumsujudia nani? Allah. Lakini sisi tunalia kwa ajili ya magonjwa. Hausikiti kuona wewe uso unaweka chini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ufahamu wa neno ibada wa ujumla hiya tadhallulu lillahi, yani kumdhalilikia Allah mahabbatan wa ta'zima, kwa mapenzi na heshima. Enam, kumuonyesha mapenzi na kumuonyesha Allah heshima. Ndiyo bifili awamirihi, kwa kufanya yale aliyokuamrisha, washinabi na wahihi, na kujiepusha na yale ambayo aliyokataza, ala alwajhi alladhi jaat bihi shara'ihi, tena yote hayo yafanye sambamba na sheria yake. Usizui bid'a. Dada zangu, bid'a wanawazuoni wanasema kumlingania mtu wa bid'a ni afadhali umlinganie mzinifu. Kwa kuwa mzinifu anajua cha anafanya kwamba ni dhambi, lakini mtu wa bid'a yeye anaona kama anafanya ibada. Ndio maana unaona wanataka sisi achana na wale mawahabi hao. Mawahabi hao wenyewe sasa ndio wana wenyewe ni washafi. Ushafi uko mbali nao kabisa. Amma al-mafhumu al-khas, mafhumu safahamu khaswa ya neno ibada ni ile aliyoitoa Sheikh Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdissalam ibn Taymiyyah rahimahullah. Akasemaje?
ismun jami'u. Isha kasema sana hii neno ibada, maana yake ismun jami'u ni jina lenye kukusanya likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, yote ayapendayo Allah na kuyaridhia. Neno ibada ni jina lenye kukusanya yote ayapendayo Allah na kuyaridhia. Minal aqwali, miongoni mwa maneno, wal a'mali, na vitendo, adh-dhahirati wal batina, vya wazi na vya siri. Ndio neno ibada. Kal khawf, kama vile uoga, wal khashya, na uoga wenye kushindikizwa, kama vile kumtegemea Allah, waswala, wazaka, wasiyam, kama vile swala, zaka, saumu na mengineyo. Hii mafuhumu ya neno ibada. Ama neno ikhlas, Sheikh akasema ni atanqiya, yani ni kusafisha kitu. Wal muradu bihi, amma kusudia neno ikhlas sawa sawa, an yaksuda almar'u biibadatihi wajha Allah azza wa jalla, ni pale mja atakusudia kile anachokifanya, awe makusudio yake ni kuona uso wa Allah siku ya Kiyama. Katika neema kubwa sana dada zangu, kumuona Allah siku ya Kiyama mbele yako, amaso tena muona live. Na hapa tunakosana na waibadhi. Waibadhi si unajua? Wala wanasali hivi, wako na misikiti yao. Wala wanakataa itakuna kumuona Allah. Tena wanatuita sisi wenye kuwa na hiyo imani kwamba ni washirikina. Tukufurisha kwa hilo. Tumempa Allah mwili. Wanasahau kwamba tunazungumza na Muumba, tuzungumzi na viumbe. Kwa hivyo ni mja kufanya kitendo huku akikusudia kuona uso wa Allah hiyo siku ya Kiyama. Wal usula ila dari karamatihi, na kuifikia hiyo nyumba ya karama zake, yani pepo. Bihaithu la ya'budu ma'ahu ghayrah, kiasi ambacho mtu atamwabudu Allah, hatomwabudu Allah pamoja na mwingine. Hakuna herizi haingii kwenye herizi zao maskini. Wala mta Muislamu mpaka 2026 2026 bado angaliki na herizi. Muislamu bado ana chanjo za kinga. Muislamu bado anazindika, eti iko na zindiko. Muislamu uko wapi wewe na Allah? Kama unazikazika vitu wa maajabu ajabu na unafanya vitu na nini, Allah yuko wapi? Tupa hivyo vitu, toka katika haya mazingira, jifungue hizo pingu. Ni kumtakasia Allah dini, kumwabudu yeye peke yake, usimshirikishi na yeyote. La malakan muqarraban, sio hata malaika wale wa karibu. Malaika wa karibu tunaanza kwenye Jibril. Usimwabudu Allah pamoja na Jibril. Usimwabudu Allah pamoja na hamalatul arsh, wale malaika wanao ni kubeba arshi ya Allah. Hakuna. Sasa kama tumekatazwa hao, tumekatazwa, akasema Sheikh hapa Al-Allama Ibn Uthaymeen akasema sio tu hayo tu kwamba ni malaika wa karibu, acha huyo, wala nabiyan mursala, wala acha hata nabii aliyetumwa na Allah. Allah anaabudiwa yeye peke yake. Ile Kiswahili vyetu wallahi wa rasul. Kwa watu kuna nafasi nipita nikasikia nilikuwa nisahau. Nimekuta sasa Muislamu hapa hicho. Nikashtuka maskini. Iko mdunia gani? Anamchanga Allah na mtu. La. Usendi hivyo. Kiapo sisi tunamwapa ni Allah na sifa zake, majina yake. Basi usifunui milango mingine. Hapana. Allah anasema ndani ya Qur'an, thumma auhayna ilaika
Anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha tukufunulia wewe ewe nabii Muhammad. Tukufunuliaje? Anitabi millata Ibrahim hanifa, ufuate mila ya Ibrahim aliyejitenga na ushirikina akaelekea kwenye tauhid. Wama kana minal mushrikin, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Suratul Nahl aya ya 123. Allah anamuhusia mtume wake. Suratul Nahl aya ya 123. Katika aya nyingine katika surati al-Baqara Allah anasema, waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu, hatojitenga mbali na mila ya baba yetu Ibrahim isipokuwa yule ambaye anayeitia nafsi yake katika upumbavu. Ukijitoa hapo umeitia nafsi yako katika hasara, katika upumbavu. Kwa nini? Tumwelekee Ibrahim, wala qad istafainahu fi dunya. Allah anasema huyo tulimchagua hapa duniani. Allahu akbar. Naomba Allah anasema tuchague ndugu zangu. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, na huyo Ibrahim kwa akhira ni miongoni mwa waja wema. Idh qala lahu rabbuhu aslim, kumbuka wewe nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah alipomwambia Ibrahim jisalimishe kwa Mola wako, qala Ibrahim akasema aslamtu li rabbil alamin, najisalimisha mbele ya Bwana wa ulimwengu. Mikono juu, jisalimishe kwa Allah. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahim akawahusia hayo wanaye, kadhalika na Yaqub na akawahusia hayo wanaye. Waliwahusiaje? Ya bunayya, ewe mwanangu, inna Allah astafa lakumud-din, Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, usiondoke katika hii ardhi isipokuwa kwa Muislamu. Wallahi katika msiba ni kumuona mtu anakufa iko nje ya Uislamu, hata ruhusa kumwombea dua hakuna. Au mama yako, baba yako, ndugu yako akifa, na hii ndio hukumu hata mushriki ambao wao walikuwa wanamjua, alikuwa ni mpiga ramli, ana maerizi, dawa za mapenzi, si dawa za mivuto, si akifa kwa hizo hali hauna ruhusa kumwombea dua. Hauna kabisa. Hauna hiyo ruhusa ya kumwombea hiyo dua. Kwa nini? Kwa kuwa yuko mbali na Allah tabaraka wa taala. Ni Allah anasemaje? Wa bidhalika amara Allah jami'a nas, hiyo itikadi ya kujitenga mbali na shirki na kuelekea kwenye tauhidi, hilo neno wa vitabu wa bidhalika. Hiyo bidhalika hapo inakuja inachukua neno al-hanifiyya, na hiyo itikadi ya kujitenga mbali na ushirikina na kuelekea kwenye tauhidi, amara Allahu jami'an nas, ndio jambo ambalo Allah ameamrisha watu wote, wa khalaqahum laha, na akawaumba kwa sababu hii, asiabudiwe mwingine isipokuwa Allah. Akasemaje? wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Ili neno liya'budun, wa maana ya'budun wenye vitabu, wa maana ya'budun yuwahidun, maana hii neno ya'budun wanipwekeshe. Wampwekeshe nani? Allah. Na uchafu wote wa ushirikina na aina zake, kama tutakayopitia huko mbele katika madarasa yetu mengine. Leo insha Allah tutasimamia hapa. Wiki kesho Allah akitufikisha tutaendelea i'lam wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Ndio kwenye tutaendelea hapo wiki kesho insha Allah taala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.